Habari mdau wa Mtaa Salama, popote unapoendelea kutufuatilia, kuhakikisha kwamba unakuwa mstari wa mbele kuelimika, lakini pia kuchukua hatua stahiki kupambana na ukatili na unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto wetu. Ikiwa tumeukamilisha mwezi wa 3 mwaka 2025 na kuanza mwezi wa 4 mwaka 2025, tunapenda kukupitisha katika makubwa yaliyojiri ndani ya mwezi wa 3 kufuatia matukio ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia. Moja ni utata wa kifo cha mwanafunzi huko Kagera. Mwanafunzi Janet Asimwe Mbegaya mwenye umri wa miaka 7 alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali teule ya Rubia wilayani Muleba mkoani Kagera, ambapo wazazi hawakuridhishwa na taarifa za kifo cha mtoto huyo kutoka kwa madaktari na jeshi la polisi, kutokana na wanachodai ni maelezo ya daktari kuwa kifo hicho kinaweza kuwa cha ukatili wa kijinsia. Bali sijalizika kifo cha mtoto wangu kwamba kilichoandikwa kwenye cheti kwamba amekufa kwa sababu ya mashambulizi ya bakteria na malaria. Wakati baina hapo daktari alikuwa ameshaongea kwamba kifo chake kilichompelekea ni kwa sababu ya kufanyiwa kitendo cha ukatili, kuingiliwa kinyume na maumbile yake na kuchoma shindano ya sumu na vitu kama hivyo. Baadaye daktari ndo akavikataa kwamba sumu inaweza kuwa vile vitu alivyovitapika nilivihisi kama vya sumu. Katika uchunguzi ule, pamoja na mambo mengine, ilikuwa ni kuthibitisha kama kifo cha marehemu kimetokana na kubakwa au kuingiliwa kinyume cha maumbile, kwa sababu tayari kulisha kuwa na minong'ono iliyokuwa inaendelea kwamba huenda mtoto huyu amefariki kutokana na kubakwa na kulawitiwa. Uchunguzi wa awali ulionyesha kwamba kifo cha marehemu hakikutokana na hayo mawili ndio hasa. Nako jijini Dar es Salaam, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam lilimkamata mtuhumiwa Stanley Dismas Ulaya mwenye umri wa miaka 18 kutoka Uvinza, Kigoma, kwa tuhuma za kumteka mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 7 kutoka shule ya msingi Mbezi iliyopo Ubungo. Mtoto huyo alitekwa mnamo tarehe 6 Machi 2025 wakati aliposhuka katika daladala, na mtuhumiwa alimpeleka mtoto huyo Bagamoyo mkoani Pwani, na alitumia simu kuwataka wazazi wa mtoto huyo kulipa fidia kwa vitisho pesa nyingi, kwamba wasipotoa mtoto yule watamdhuru, ikiwa ni pamoja na kumpotezea maisha yake. Jeshi la polisi kwa kutumia wataalamu wake na kuhusisha kamisheni ya kisayansi na intelijensia walifanikiwa kufuatilia, na tarehe 8 mwezi huu wa Machi mwaka 2025 mtuhumiwa huyu alikamatwa maeneo ya Bagamoyo. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro lilimkamata mwalimu Mkame Living Mwaisumo mwenye umri wa miaka 30 wa shule ya sekondari Zombo Kilosa, Morogoro, kwa tuhuma za kubaka mwanafunzi wa kidato cha pili. Tukio hilo lilitokea Machi 19, 2025 majira ya asubuhi, ambapo mwalimu alifanya ukatili kwa mwanafunzi wake mwenye umri wa miaka 16 baada ya kumtuma ofisini kwake kufuata mwongozo wa somo na kisha kutekeleza uhalifu huo ambao chanzo chake ni uvunjifu na mmomonyoko wa maadili kwa mwalimu huyo. Ni taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Rukwa ikielezea kukamatwa kwa watuhumiwa 3 kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi wa kidato cha 4 wa shule ya sekondari Kagwa iliyopo manispaa ya Sumbawanga, kijana Novatus Mgeni mwenye umri wa miaka 15. Taarifa hiyo imeeleza kwamba waliokamatwa ni pamoja na mkuu wa shule ya sekondari St. Kagwa ambaye ni Zakaria Mwasenga mwenye umri wa miaka 47, na walinzi Michael Donasio mwenye umri wa miaka 33 na Godfrey Simon mwenye umri wa miaka 30. Hii ilitokana na kuwatuhumu wale wanafunzi ambao wote ni wa shule ya sekondari Kagwa kwamba waliruka ukuta wakaingia kwenye shule ya sekondari St. Kagwa, na kwamba baada ya kuingia kwenye shule hiyo waliingia kwenye mabweni ya wasichana. Walivyokamatwa ndipo wakashambuliwa na huyo mwalimu pamoja na hao wanafunzi.
Basi wanafunzi hao baada ya kuwa wameshambuliwa walifikishwa kituo cha Sumbawanga, kituo cha polisi Sumbawanga na hatimaye hospitali ya rufaa Sumbawanga kwa ajili ya matibabu. Wanafunzi wawili walitibiwa na kuruhusiwa, lakini huyu Novatus yeye hali yake iliendelea kuwa mbaya na hivyo akahamishiwa hospitali ya rufaa ya Kanda kule Mbeya ambako alifariki akiwa anapatiwa matibabu. Na huko Tabora, jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi waliweza kumtia mbaroni binti mwenye umri wa miaka 15 aliyefanya tukio la kumtorosha mtoto mwenye miezi mitatu kutoka kwa mwajiri wake. Tarehe 18 mwezi wa 3 majira saa 7 mchana, mtuhumiwa Christina Nation alifika hapa Tabora akitokea Kigoma, ambapo alikuwa ameongozana na rafiki yake aitwaye Koladula Deo kwa ajili ya kufanya kazi za ndani. Huku mtuhumiwa huyu kwa maelezo yake anaeleza alidanganya kwao kwa wazazi wao kwamba alikuwa mjamzito, hali ambayo ilipelekea wazazi wake kuchukizwa na kuondoka nyumbani kwao kuja kufanya kazi za ndani, na kwamba aliogopa asingeruhusiwa kuondoka nyumbani kwao bila kutoa sababu kama hiyo ambayo alitoa. Na hivyo alipofika na kuanza kufanya kazi kwenye nyumba hii, aliona kwamba kazi ni nyingi, hivyo aliamua kurudi nyumbani kwao na alipata wazo la kutoroka. Na njia ya kutoroka aliona kwamba amchukue mtoto ili atakapofika nyumbani kwao, kwa sababu aliondoka akisema ni mjamzito, akifika nyumbani kwao aweze kueleza kwamba huyu ndio mtoto ambaye alikuwa amejifungua kwa kipindi ambacho alikuwa ameondoka. Jela maisha kwa kosa la kulawiti. Mahakama ya wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam mnamo Machi 27, 2025 imemhukumu Saidi Hassan Mhita maarufu kama Kisingeli, mkazi wa Mbagala, adhabu ya kifungo cha maisha kwa kosa la kulawiti mtoto wa miaka 7. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkuu wa mahakama ya wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Lukosi, baada ya kuridhika na ushahidi uliotolewa kutoka upande wa jamhuri ambapo umemtia hatiani mshtakiwa huyo. Kesi hiyo ya jinai namba 2295/2024, mshtakiwa alitenda kosa hilo eneo la Mbagala, wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam. Nayo mahakama ya wilaya ya Iramba imemhukumu kwenda jela kifungo cha maisha Barnaba Yohana Isaya mwenye umri wa miaka 20, mkazi wa kijiji cha Nselembe, kata ya Sherui, wilaya ya Iramba, mkoani Singida, kwa kosa la kumlawiti mtoto wa kiume miaka 4, mkazi wa kijiji hicho. Mara baada ya kutenda kosa hilo, mtuhumiwa alikamatwa na jeshi la polisi Februari 5, 2024 katika kijiji cha Nselembwe, ambapo alifikishwa mahakamani Februari 12, 2025 kujibu tuhuma zinazomkabili. Akitoa hukumu hiyo Machi 6, 2025, hakimu wa mahakama hiyo Mheshimiwa Simon Kayinga ameeleza kuwa baada ya mahakama kujiridhisha pasi na shaka na maelezo ya mashahidi, mshtakiwa ametiwa hatiani na atatumikia kifungo cha maisha jela kwa kosa hilo la ukatili. Nako huko visiwani Unguja, jeshi la polisi mkoa wa Kusini Unguja kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama pamoja na wananchi liliendelea na operation kwa lengo la kuzuia na kupambana na uhalifu na wahalifu katika maeneo mbalimbali ya mkoa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3, 2025 hadi tarehe 25 mwezi wa 3, 2025. Jeshi la polisi mkoa wa Kusini Unguja liliwashikilia watu wawili kutokana na makosa ya udhalilishaji wa watoto ambao ni Yasin Said Saif mwenye umri wa miaka 14, mshirazi wa Paje, aliyetuhumiwa kumuingilia mtoto wa kike mwenye umri wa mwaka na nusu. Tukio hilo lilitokea tarehe 15 Machi majira ya saa 7 mchana huko Paje, wilaya ya Kusini. Na mtuhumiwa wa pili ni Nyambo Suleiman Luponya mwenye umri wa miaka 18, Msukuma, mkazi wa Kiboje Kinooni, anayetuhumiwa kumuingilia mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 9 katika tukio lililotokea tarehe 24 Machi huko Kiboje Kinooni, wilaya ya Kati. Watuhumiwa hao watafikishwa mahakamani haraka ili waweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria.